mashambani mwa Bwana, lakini hata serikalini. Uongo kweli? Shule tulikuwa pamoja, manake hii kazi tungelikuwa tumeachiana hatungefikia hapa. Pia na walimu tulikuwa bega kwa bega kwa kazi zote za kijiji, tupo bega kwa bega. Kwa hiyo nawashukuruni sana sana sana. Mungu atubariki, sherehe yetu tuendelee kwa amani, na mshukuru Mungu atuendelee kutuletea miradi hapa kijijini kwetu Kidope. Sitakuwa na mengi, asante. Neno moja tu, asante. Umefanya mengi si machache, hasa kwa nini niseme asante? Nimekuona na neno moja tu, asante. Umefanya mengi si machache, kwani hasa kwa nini niseme asante? Nimekuona wala sijalazimishwa, nimekuja mwenyewe kati ya wale, nimerudi mwenyewe. Hawaamini macho yao, walisinanibariki, umenipitisha mbele yao na ukanipa ushindi. Nikurudishie, nikulipe, nikurudishie, nikulipe. Ya jengo hili la madarasa na ofisi. Kipekee nipende kumshukuru Mungu hadi kufikia leo hii kwenye hafla hii fupi. Historia ya shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi Kilimani ilianzishwa mnamo tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2012 ikiwa na wanafunzi 56 wakiwemo wavulana 29 na wasichana 27, ikiwa na mwalimu mmoja, madarasa mawili, yani darasa la kwanza na la pili, na nyumba moja ya mwalimu. Shule ilikuwa ikiongozwa na mwalimu Sosteni Mahenge akiwa kama mwalimu mkuu wa kwanza wakati huo, kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2014 hadi 2018. 2021 Mei. Atulimie Rodrick Nyagawa kuanzia 2021 Mei hadi sasa 2026. Kwa muda wa miaka 14 shule ilikuwa na vyumba 6 vya madarasa. Kutokana na changamoto hiyo, uongozi wa shule ulipata fursa ya kutembelewa na wafadhili kutoka Ujerumani kupitia kanisa la KKT Kidope mnamo mwezi Februari. Tunaamini madarasa haya yatasaidia kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, kwani watoto wote watakuwa na sehemu ya kusomea pasi na kuwa na awamu kama ilivyokuwa awali. Hivyo tunaamini kiwango cha taaluma kitapanda zaidi hapa tulipo sasa. Mafanikio mbalimbali tuliyoyapata shuleni: kujengewa nyumba ya 3-in-1 kutoka serikali kuu. Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Dr. Samia Suluhu Hassan. Pili, kukarabatiwa madarasa mawili na ofisi ya mwalimu mkuu kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri yetu. Tunamshukuru sana diwani wetu na mkurugenzi wa wilaya. Kuongezeka kwa ufaulu kwa madarasa yote. 4, kupata misaada mingi kutoka kanisa la KKT Kidope kwa kuwasaidia watoto yatima na waishio katika mazingira magumu kwa kutoa msaada wa sare za shule, madaftari, viatu, mabegi. Pili, vifaa vya kufundishia na kujifunzia kwa walimu kama vile chaki, madaftari na peni za kusaishia. Vile vile makanisa mbalimbali yanayozunguka tuliwahi pokea msaada kutoka kwenye kanisa la Holiness Pentecost Holy Rodrick Nyagao. Kabisa ratiba, makofi mengi na vigeregere. Ratiba iliyosheheni kila kitu. Basi walimu yuko vizuri kabisa, wanapiga sepu kama wataalamu fulani. Haya, asante. Tumekusanyika kwa furaha na shangwe nyingi kuishukuru jamii yetu kwa misaada ya thamani. Shule yetu imepanda, sasa tutasoma kwa raha. Mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Kutoka mbali Ujerumani mmetufikia kwa mmeleta maendeleo katika watoto Tanzania. Elimu ya sasa ni ustawi katika shule yetu. Asanteni wahisani, mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Awali tulisongamana ndani ya vyumba vichache, wanafunzi tukapata shida katika masomo, lakini sasa tunajivuna kuwa na mazingira mazuri. Kusoma kwetu kwa bidii kumezidi kuimarika. Asanteni wahisani, mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Walimu sasa wafanye kazi zao kwa amani ndani ya ofisi nzuri yenye nafasi ya kutosha. Mipango ya shule yetu sasa imeimarika kwa maendeleo ya elimu kwa watoto wa taifa. Asanteni wahisani, mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Mfano wa kusaidia jamii pamoja na wahisani, mmeleta mwanga mpya katika maisha yetu na ya watoto wengi. Asanteni wahisani, mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Mwisho wetu ni dua kwa wote waliosaidia. Mungu awalinde sana katika kila walipo duniani. Asanteni. Asanteni wahisani, mmetenda jambo jema, Mungu awape baraka kwa upendo wenu mwema. Elimu oye! Oye! Shule oye! Oye! Wahisani oye! Oye! Asante. Asante, makofi mengi kwa watoto. Tuwashangilie watoto kwa makofi mengi na vigelegele. Wamesheheni kweli kweli. Mambo sio hayo. Hayo sasa. Si watoto wa kiume, si watoto wa kike. Wanalisakata rumba kweli kweli. Kwani wewe unaweza? Wakiwa wanasindikizwa na kwaya Master Juma. Makofi mengi kwa kwaya Master Juma. Yeye ndio ukosoaji kuonyesha kwamba stepu zinapigwa zinapigika.
Asante DJ. Wageni wetu karibuni shule ya msingi Kilimani. Machache tumeleta kuhusu tukio hili. Shangilia, 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 msisahau shule mama. Wanafunzi toka Kidope tumekusanyika kushuhudia uzinduzi wa darasa jipya shule ya msingi Kilimani. Shangilia, shangilia, msisahau shule mama. Makofi mengi na vigelegele kwao. Darasa hili litawasaidia ujifunzaji tulivu. Hakika tuna matumaini taaluma itang'ara. Shangilia, shangilia, msisahau na shule mama. Makofi mengi na vigelegele kwake. Elimu ni msingi kwa maisha. Katika maisha ya mwanadamu, majengo haya yatunzwe kama afya zenu zilivyo. Shangilia, shangilia, msisahau shule mama. Makofi mengi na vigelegele. Ujumbe kwenye mradi wa kijamii ambao hautatumiwa, hatutabagua. Nina uhakika mradi huu utatumika na wananchi wote, hata wewe ambaye sio Mkristo. Sasa muone kazi kubwa iliyofanya kanisa. Sasa ninatoa rai kwetu, kanisa limetujali sisi, lakini na sisi basi tuonyeshe ishara ya kwamba sisi tumeupokea mradi huo. Ninawaomba wananchi wa Kidope, hakikisheni vyumba hivi vinatumika kikamilifu, watoto waende shule. Na kwa kusimama mbele yenu na zaidi hapa nyumbani, niseme tu kwamba hapa mimi ni nyumbani. Nimefurahi sana kwa siku ya leo. Naomba nitumie nafasi hii kwanza kulishukuru kanisa la KKKT kwa ajili ya mradi huu mzuri katika shule yetu. Usharika wa Kidope kata ya Inio likihusu shule yetu ya msingi Kilimani. Kabla sijaendelea, naomba niwashukuru sana kwa zote mlivyoimba. Mmekuwa sehemu ya kufanikisha tukio hili la leo. Asanteni sana kwaya kwa namna mlivyoweza kuimba. Niwashukuru watoto kwa kutuongoza katika kuimba wimbo ule wa taifa. Kipekee namkumbuka yule mtoto aliyekuja kusimama hapa na kuimbisha, si yupo? Na viatu vyake akaamua kufungia hapa. Hana shida, ndio viatu vyakaa vizuri, basi nifunge viatu hapo. Nimependa hilo kwamba yuko na akili yake, tunasema original kabisa, kwamba anajua nimeitwa kuimbisha wimbo wa taifa, lakini viatu havijafungwa sana, nikafungia kule, kafunga tu hapa. Nakupongeza sana mtu wa shule hiyo. Sasa kwa nini sisi kama kanisa tumekubali kwamba tufanye kazi hii ya ujenzi wa madarasa haya? Mwenye dhamana ya kazi hii ni serikali yenyewe, ndio mwenye dhamana ya kufanya kazi hii. Lakini sisi kama kanisa tumekubali kufanya kazi hii kama mlivyosikia katika risala kwamba alivyosema mchungaji wa shirika. Kama kanisa pia sisi ni wazazi, watoto wetu wanasoma katika shule hii. Kwa hiyo tungetamani kuona kwamba watoto wanasoma katika mazingira rafiki, na kwa maana hiyo kama kuna nafasi ya kufanya kazi, tuweze kufanya kazi pamoja na serikali kwa ajili ya watoto wetu. Si watoto wetu wa kanisa tu, lakini watoto wote ambao wanasoma pia katika shule hii ya Kilimani. Hilo ni jambo moja, kwamba sisi ni sehemu ya wazazi wa watoto wetu wanaosoma hapa, lakini sisi ni sehemu pia ya jamii ya Kidope. Kama kanisa tunafanya kazi katika utume mkamilifu. Hatushughuliki na roho tu, tunashughulika na mwili pia. Tunasema holistic mission. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunafahamu kwamba ukimshughulikia roho tu, mtu ambaye ana shida ya kimwili bado hatafaulu. Kwa mfano, sasa hivi hapa naongea, naweza kuwa ninahubiri, lakini kama watu wana njaa, hilo tatizo la kimwili, hawatasikiliza hotuba hii. Kwa lazima nishughulikie mwili kwanza, ili roho iweze kukaa kwenye mwili wenye nguvu.
Kwa hiyo tunafanya hivyo tukijua kwamba lazima mwili uwe na nguvu ili roho pia iweze kuwa na nafasi ya kufanya kazi katika mwili. Lakini sisi tunafanya kazi hii kama mwendelezo wa huduma au kazi ya injili au misioni na uinjilisti eneo hili la hapa halmashauri hapa Makete. Wamisionari walipoingia eneo hili la wilaya ya Makete walikuwa na mafiga matatu. Figa la kwanza ilikuwa ni elimu. Ndio maana wakaanzisha shule ya msingi pale Blongwa. Lakini figa la pili ilikuwa ni afya. Ndio maana tukawa na hospitali na tuna hospitali ya Blongwa na zahanati zake sasa. Lakini figa la tatu ilikuwa ni kilimo. Hii ngano ambayo tunapanda hapa imetoka Ulaya. Ni moja ya mazao yaliyoletwa na wamisionari. Hata baadhi ya miti hii inaitwa eucalyptus pia ililetwa au lisiposhughulika na maisha ya watu litakosa utume wake. Wengine mmeshanisikia mara nyingi, nirudie tena hotuba ya Mwalimu Nyerere akiwa pale Marekani, New York, mwaka 1970 kwenye shirika la Mtakatifu Maria, akizungumza kanisa na maisha ya watu. Alisema kama kanisa halitaingia kupambana, kupinga unyonyaji, kupinga ukandamizaji, kupinga kila aina ya dhuluma, kanisa litakuwa ni kama mkusanyiko wa imani za ushirikina ambazo hazina maana katika jamii. Kwa sisi tunafahamu hilo kwamba sisi kama kanisa ni sehemu kamili ya jamii, kwa lazima tufanye kazi ili utume wetu uweze kuwa na sehemu yenye baraka katika jamii. Na kwa maana hiyo sisi tukifanya hivi, tukitoa huduma ya afya, tukitoa elimu, hatushindani na serikali, isipokuwa tunaungana na serikali kama wadau wakubwa pia wa huduma za jamii. Na hapa ni kuombe mwakilishi wa mkurugenzi kwamba sisi kama tulivyosema, sisi sio washindani na serikali, isipokuwa sisi ni wadau ambao tunajua kwamba tunahitaji kusaidiana na serikali kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Shabaha ya maendeleo ni binadamu. Mwalimu Nyerere alisema shabaha ya maendeleo ni binadamu. Kama yatafanywa na kanisa ni kwa ajili ya binadamu, kama yatafanywa na serikali kwa ajili ya binadamu. Taasisi yote itakayofanya hiyo ni kwa ajili ya binadamu. Na kwa maana hiyo ninaomba serikali, wakati fulani mmetuona sisi kama washindani tunashindana nanyi, lakini sisi tunafanya kazi hii kwa maana kwamba tuna watoto tunataka wapate elimu katika mazingira rafiki, tutafanya. Tunataka watu wapate huduma ya afya, kama tunaweza kufanya hivyo tunaweza kufanya. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna wakati fulani tumetozwa kodi kwa ajili ya shughuli za elimu. Leo kuwepo hapa na hata na... Bwana Yesu apewe sifa. Mheshimiwa Baba Askofu, msaidizi wa askofu, wakuu wa majimbo, wachungaji wote walioko mahali hapa, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya wilaya ya Makete, ameniagiza nitoe shukrani za dhati kwako Baba Askofu, lakini pia kwa marafiki hawa ambao wameona umuhimu wa kutuunga mkono na kuunga juhudi za serikali mkono kwa kutujengea vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Makete anasema amepokea vyumba hivyo viwili vya madarasa na ofisi kwa moyo wa shukrani sana, na amesisitiza kusema kwamba vyumba hivi viwili vya madarasa pamoja na ofisi vitaleta chachu kubwa ya maendeleo ya kielimu hapa Kidope, kwamba sasa kile kilio cha kusema kwamba madarasa yalikuwa yamepungua sasa hivi hakipo.
tumebaki na kilio cha kusema kwamba tunahitaji kukarabatiwa madarasa haya mawili yaliyobaki. Mimi niseme tu kwamba katika hotuba yenu ambayo imesomwa mahali hapa, swala hilo tumelisikia na nimelipokea na nitalifikisha kwa mkurugenzi kwamba watu hawa wanashukuru kwa madarasa haya, lakini wanaomba ili Kilimani ing'ae zaidi, basi wanaomba uweze kuwasaidia kukarabati vyumba vya madarasa vilivyobaki. Na kwa sababu tuna mkurugenzi ambaye ni msikivu, mchapakazi, anayependa maendeleo na anayependa Makete kwa dhati, ni imani yangu kwamba hili limeshafika, tuondoe shaka. Lakini kwa upande wa idara ya elimu awali na msingi, tunapenda pia kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa kanisa. Hili lililofanyika hapa, sisi kwetu tunaona kwamba kumbe walimu wetu wanaishi vizuri na watu. Kumbe walimu wetu wana jamii ambayo imewapokea vizuri na jamii ambayo iko tayari kwa ajili ya kupambana kuleta maendeleo na kuikuza elimu hapa Kilimani. Kwa hiyo niwapongeze walimu wa Kilimani, niwapongeze kamati ya shule ya Kilimani, niwapongeze wamama na wababa na wazazi wote na walezi ambao wanaishi hapa Kilimani kwa juhudi ambazo mmezionyesha. Tukiangalia Kilimani, Kilimani inaongea. Lakini kwa nini Kilimani inaongea? Leo hii tumepata majibu kwamba Kilimani ina watu ambao wako hai, na wako hai kiroho, na wako hai kimwili, na wako hai kinguvu. Kwa hiyo ninatoa shukrani zangu za dhati na pongezi zangu za dhati kwamba tunawapongeza kwa kazi hii kubwa ambayo mmeifanya, na Mungu awabariki sana kwa pale ambapo mmejitoa. Tunapoelekea mwaka mpya wa fedha, zipo taarifa mbalimbali ambazo zinajazwa kwa ajili ya kupata walimu, kwa ajili ya kupata majengo. Nitoe rai kwa walimu wangu kwamba tuendelee kuzijaza taarifa hizo kwa usahihi sana. Tuendelee kuzijaza taarifa hizo kwa usahihi sana ili tusikose misaada ambayo serikali imekusudia kuileta katika maeneo yetu. Za shule kwa maana ya shule mbili, lakini watoto ni wengi. Tunakuomba tu utagawa katika kila shule, shule ya Kilimani watoto 3 kama wawakilishi, lakini pia na shule ya Kidope watoto 3 kama wawakilishi. Lakini baada ya hapo zoezi litaendelea. Hivyo ni kuombe Baba Askofu utende tendo hilo kwa sasa. Karibu sana Baba Askofu. Tunaomba watoto waliotajwa wale 3. Baba Askofu shule ya msingi Kilimani. Jipe Sanga, sogea mbele. Sofia, sogea mbele. Ukienda kuona kubwa, tutakapogawa kwa wengine mtabadilishana huko. Artimi Sanga, watatu Samson Abel Bogera. Ninyi ni wanafunzi muwe na Loveness Geoffrey Fungo. Anayefuata Witness Nilinde Fungo. Tunamalizia na Loveness Geoffrey Fungo. Hoja hizi mbili sio nje ya hapo. Kwa hiyo itambulike kwamba Kidope iko ndani ya partnership, si kwamba iko nje. Na mwaka kesho mwezi wa 10 tutakuwa na wageni hawa ambao tumewaona kwenye picha, watatembelea usharika wa Kidope. Na kanuni ni ile ile, tutawapeleka kwenye shule hizo. Usharika wa Kidope hauibui changamoto ya shule. Shule ndiyo inayoleta changamoto ya shule. Lieleweke hivyo. Asante sana.
Asante sana, nikushukuru Baba Askofu na mwakilishi wa mkurugenzi kwa ajili ya tendo hili. Sasa ninaomba mkae. Na baada ya hapa nipende kumshukuru kwanza Mungu ambaye ametupa uzima na mtokea hata mradi unapoanza mpaka siku ya leo, tunaamini ni neema ya Mungu, hatimaye tumekwenda kufika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nipende kushukuru kwa ajili ya kanisa la KKT kwa ajili ya mradi, kutuletea mradi wa kujenga madarasa hayo mawili pamoja na ofisi. Ni jambo la kushukuru sana, pamoja na ushirika wa Kidope. Tulikuwa na uhaba huo, naamini hili jambo Mungu amelijibu. Na kutoa shukrani sana hizo za dhati. Pia nipende kutoa shukrani kwa ajili ya ndugu wote waalikwa ambao wamekuja kwa siku ya leo kwa ajili ya kutunga mkono kwa ajili ya kazi ambayo imekwenda kufanyika siku ya leo. Mungu awabariki sana na zidi kutupa nguvu na uzima. Pengine ombi la mwisho nikienda kwa mkurugenzi. Nipende kushukuru kwa ajili ya uwepo wako. Umekuja kwa ajili ya kutia moyo na kwa ajili ya kufungua kupokea madarasa hayo. Ombi la Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu wa picha utakuwa kama ifuatavyo. Picha ya kwanza itapigwa uongozi wa dayosisi pamoja na mgeni rasmi kwenye eneo la jengo letu pale mbele. Lakini picha ya pili itakuwa ni uongozi wa dayosisi pamoja na wakuu wa majimbo. Lakini picha ya tatu itakuwa uongozi wa dayosisi pamoja na wachungaji wote walioalikwa kwa siku ya leo. Lakini picha ya nne itakuwa pamoja